somebody is alone, it is easy to destroy the person. But when they are many, you cannot. Sasa wale watu wanastahili kukuja, hauko na wao. Si Mungu alete hawa watu kwa jina la Yesu. Inua mkono, sema katika jina la Yesu, ninatangaza waliobeba msaada wangu wasiwe peke yao, wakuje na watu wengine, wapate malaika wa kuwasaidia, wapate malaika wa kuwapigania mpaka walete msaada wangu katika jina la Yesu. Somebody say apiga amen. Verse 14. This is my prayer for you brethren. Inasema, now I have come to make you understand what will happen to you, to your people in the latter days. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Majibu ambayo yalikuwa yanaletwa haikuwa ya the present time. It was the future. Your future is very important than anything else. Praise the name of the Lord. The future of this church is very important. That's why we are having this project to Konaya. That's why Sunday we have a fundraise. Not because of anything, because of the future of our church. Oh, hallelujah. Because of the future of your business. Because of the future of your children. Because of the future of your husband. Because of the future of this nation. That's why we are praying. Praise the name of the Lord. Situpata watu watakaoomba kwa sababu kesho yako ni nzuri kuliko leo. Salimia mtu, mwambie kesho yako ni nzuri kuliko leo. Muangalia vizuri, mwambie leo imeisha. Hey, come on, mwambie leo imeisha. Tunaangalia kesho. Praise the name of the Lord. Hallelujah. What will happen to you the later days to come? What will happen to you to the next year? Praise the name of the Lord. Hallelujah. I am telling you, next year, niliwaambia this is a year to occupy. Hallelujah. And I'm assuring you, I have seen God helping us to occupy. Hallelujah. I have seen God helping us to occupy. Na sina shaka na hii maneno. I am very sure. Hallelujah. Bwana asifiwe. Kwa hivyo na wewe lazima uelewe kuna kitu Mungu anafanya. I'm talking about the next year. Anza kujiombea saa hii. Ni mwezi mmoja imebaki na kitu. Praise the name of the Lord. Na siku 20 hivi. Hizo siku 20, mwezi mmoja na siku 20, ni vizuri kujiombea. Ni vizuri kuombea mwaka wako unakuja. Hiyo ndio wakati mzuri sasa. Uanze laying the foundation. Wacha kukimbia Januari, hauna direction, haujui uanze wapi. Unastahili kuwa na direction ya hiyo mwaka. Ili unapoomba unajua yale mambo unaombea. Hey, hallelujah. Lift up your hand and say, in the name of Jesus, I'll pray and I will not cease to pray continuously in the name of Jesus. Come on, somebody say apiga amen. Sasa alimwambia mambo yatakaofanyika baadaye. Sasa unastahili uombe until God reveal to you the things will happen to you next year. Am I talking to somebody? Some of you need a direction. Some of you need, sasa wewe umekwamilia mahali na umejaribu tena na imekushinda. Please, this is the time to wake up and start praying, because you need the direction for the next year. You need the way of next year. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Next year imebeba baraka nyingi, lakini naweza kukuletea mashida nyingi sana. Hii imeshindwa, lakini this year, hii mwaka ingine useme mimi sishindwi. Praise the name of the Lord. Mimi sizuiliwi. Praise the name of the Lord. Lazima nipokee kile nilistahili kuwa nacho. Hii mwaka umezuiliwa. Hii mwaka ulizuiliwa. Lakini next year unaamua mimi sizuiliwi. I will receive the direction from the first day. Praise the name of the Lord. Hautakuwa confused. You prayed. Danieli anaambiwa yale mambo inafanyika. For the vision refers for many days to come. Yet to come. Many days to come. Anaambiwa hii maono ninakuonyesha si ya leo, ni kwa sababu ya siku zingine zinakuja. Praise the name of the Lord. Mungu anakuonyesha kutakuwa na ajali kwa maisha yako. Mungu anakuambia kuna magonjwa yatatumwa. Unajua unaiombea inaondolewa. Praise the name of the Lord. Mungu anakuambia kuna mlango amekufungulia. Unaombea hiyo mlango, Bwana anaifungua.
Mungu anakuambia atakubariki, unaomba usipitwe na majira katika mwezi huo. Hallelujah. Lakini sasa you walk aimlessly. You don't know where you are going. You don't even understand what is happening to your life. Hata saa hizi nikikuuliza uko wapi, huelewi uko wapi. Uliza jirani yako uko wapi. Do you know where you are going or where you are coming from? Oh, hallelujah. Siulize jirani yako wanaona ako wapi. Unajua kuna mtu ajui, aikala yani anakaa kae tu. Uliza jirani yako unakaa tu kae. You don't have a direction of where you are going. May the Lord deliver you from today. Inua mkono sema, in the name of Jesus, I will not walk aimlessly. I will walk with a lot of aim, because I'm going to receive the direction from heaven in the name of Jesus. Father, help me today to receive the grace of the vision you want me to perceive. You want me to have it in the name of Jesus, for my future, for my family, for my business, for my finances, in the name of Jesus. Come on, let's celebrate Jesus. So there is a vision for your life. There is a vision. Kuna maono, hii si maisha yako. Kuna maono makubwa, lakini bado haijafunuliwa. Wewe ndiye unastahili uombe. Danieli kama hakuomba, hangefunuliwa. Praise the name of the Lord. Hallelujah. There is a vision of somebody somewhere, but it is yet concealed. Imefichwa bado. It is not yet revealed. Sasa hauwezi andika kama Habakkuk chapter number 2. Hauwezi andika maono yako sababu haujui uandike nini. Hallelujah. Tunaanza mwaka, haujui ufanya nini, haujui direction, haujui even, some of you, the whole year has gone eating, sleeping, eating. Ujachoka? Angalia jirani yako mwambie, yani ujachoka? Gukomaga kulia na kulia, unakula na shida, kibia bio hapa. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Haukuandika maono. Uliza jirani yako aliandika wapi? Ndio wewe kwa muulize ule. Toto na wewe. Muulize wewe. Swali. Umeandika maono? Uliandika maono ya hii mwaka? Na kama uliandika umeachieve nini? Ama ni kuandika I have a vision? Because the vision does not require money. The vision needs the spiritual intervention. Oh, that is a great point if somebody get this one. Praise the name of the Lord. The vision does not require money. It requires spiritual intervention. And I say again, the vision does not require money. It requires spiritual intervention. And the spiritual intervention, it includes when you pray out your vision. Not looking at the people who support you first. It's praying out your vision. Praise the name of the Lord. Hallelujah. So whatever you want to go to the outside in this nation, please pray for it first. Intervene in prayers. Sababu kwenyu hakuna mtu ametoka nje. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Kwenyu hakuna mtu ameshafanya jambo lolote. Hapana. Hiyo gari unataka kununua, hakuna mtu amenunua. Kwenyu hata nyumba, hamuna nyumba. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Wengine wenyu kwenyu hamjaiolewa. Hakuna mtu amefanya harusi ya kanisani takatifu. Oh my goodness. Lazima ujue ni vita. Praise the name of the Lord. Kwenyu hakuna mtu aliyokoka mbele, wewe ndio wa kwanza. Kwa hivyo kuja kesha ni shida. Kuja kanisani lazima upigane. I pray that somebody will receive the grace. I pray tonight that somebody will receive the grace. Lift up your hand and say, I receive the grace. I receive the grace for the spiritual intervention to back up my vision in the name of Jesus. Somebody say a bigger amen.
Danieli alihitaji spiritual intervention. So you are a great person, but what you need, the greatness in you, is a spiritual intervention. Otherwise kwanyu hakuna mtu mkubwa. Mnanielewa? Praise the name of the Lord. Hallelujah. Utaendelea kufanya kazi hizo mbaya sababu kwenyu mnafanyaga hizo kazi. Hauwezi kuwa mkubwa. How? It will not happen. And the devil knows it will not happen. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Na ndiposa anazuiliwa asifike. Ndiposa wengine wenye kutumikia Mungu inabidi kuwa na patient enough, sababu lazima utakwazwa. Lazima hapa utaigiriwa. Lazima ujue kwenyu hakuna mtu ameshatumika. Na kama ametumika, alitumika tu level ya chini sana. Hallelujah. Wengine wenyu mnastahili muombe siku 21, sababu hata 40, sababu hakuna mtu ameshaomba hizo maombi. You get to the spiritual realm. Praise the name of the Lord. Situpata watu wataomba. Situpata watu watakaoomba out. Praise the name of the Lord. Blame mtu. Niangalilie jirani, mwambie don't blame anyone. If there is something to blame, you blame yourself. If there is something you can blame, you blame yourself. Unalala bila maombi, unaamka bila maombi, unaomba Sunday. We are not here to pray for you on Sunday. Sisi hapa tunakujaga tu agreement ya ile maombi umeomba. Praise the name of the Lord. Ya kutangazia jajadu wamesimama waondoke. Sasa kama haujaondoa hasa zile pepo ndogo, ile kubwa ndio utaweza kuondoa. Umeshindwa na hizi ndogo, zinakuzuilia. Si Mungu atusaidie usiku wa leo. Praise the name of the Lord. Wengine wenyu ni mamilionea mko hapa, lakini ile maisha unakaa ni ya kuombaomba. Ile maisha unakaa ni ya kuteseka. Praise the name of the Lord. Unastahili ujipatie another 3 years. Unasema now not beholden anymore. This is not my life. Shetani ali make sure the children of Israel wamezuiliwa kwenda katika nchi ya Canaan. Number 1, by the bad reports they received. Lazima uletewa ripoti baya. Unataka kutumikia Mungu wa kuwa mtu mkubwa. Unasikia mtu amekwambia, hata pasta alikuwa anasema, hata fulani walisema, haujuagi hata kuongoza. Who said that? Praise the name of the Lord. Hata wao hawakuwa wanajua, ni Mungu aliwasaidia. Praise the name of the Lord. Ni Mungu aliwasaidia, hawakuwa sawa. Hallelujah. Praise the name of the Lord. You need a spiritual intervention. Hiyo maono uko nayo, hiyo mambo unataka ifanyike, hiyo maombi unataka ijibiwe, it needs a spiritual intervention. Hallelujah. Watu wengine ni wakubwa, lakini saizi ni wadogo sana. Hata no one notice you around. They forget about you. Praise the name of the Lord. Danieli kile kilifanya aujulikane sana ni kuomba. Shadraka na Meshaki na Abednego ni kuomba, waliomba sana. Na hawangeinamia miungu ya ugeni. Hallelujah. Lazima you stand out to be an icon somewhere. Because the spiritual, that's why walipowekwa kwa moto. Praise the name of the Lord. The heaven intervened for them. They did not need anyone. Hapo hakuna mtu angewasaidia. They needed heaven intervention. Daniel alipowekwa katika tundu la simba, he needed the heaven intervention. Heaven ingie huko kwa tundu la simba. Ingia huko. Hallelujah. Ingia huko. Imsaidie. Inyamazishe the lions. Haingebadilisha. Hakuna mtu angebadilisha. Mimi niko hapa kuwaambia, lazima ukubali spiritual intervention. Na haitakuja na maombi ya dakika 2. Haitakuja this man prayed for 21 days. Hallelujah.
Praise the name of the Lord. The next verse, what the Bible says, verse 14. 15 that is. Now, 1, 2, 3, let's read this here now. 15. When I had spoken such words to me, I turned my face towards the ground and become speechless. There is a time unajiangusha chini, unamlilia Mungu zaidi. Wakati aliposikia vile maombi yake imezuiliwa siku nyingi, akasikia vile ile mambo yalikuwa amemfanya asikuwe mkubwa, he was speechless. Praise the name of the Lord. Alianguka in the ground, he continued praying, not celebrating. He prayed himself again. He fall down. Let me tell you, brethren, when you feel that you have prayed, pray again. Oh, hallelujah. Praise the name of the Lord. Until you become speechless. Sasa aliambiwa ile mambo itakayofanyika, haijapatikana, haijajibiwa, haijafanyika, lakini aliambiwa Mungu, mimi nikiwa Bwana nitakubariki, nitakupanua, nitakufanya, nitakupatia gari, nitakupatia mashamba, nitakupatia ndoa. Yeye aliyesema hivyo, si ku celebrate, ni kuendelea kuomba. Hallelujah. Si kuongea sana, ni kuomba. He was speechless to the people, but he bowed down and started praying. I pray that you may receive the grace. Lift up your hand and say, in the name of Jesus. Somebody lift up your hand and say, in the name of Jesus, I pray today, by the grace of God, I fall down, I will kneel down and continue praying in the name of Jesus. Father, rise tonight. Release the grace to pray, the grace to pray and to pray again in the name of Jesus. Every spirit of prayerlessness, I rebuke you out in the name of Jesus. Every spirit that has eaten my prayer life, ninaing'oa, ninaiondoa kwa jina la Yesu. Najiombea leo neema ya kuomba, neema ya kuomba, neema ya kuomba, neema ya kuendelea kuomba kwa jina la Yesu. Somebody say a bigger amen. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Do you know what? When you become prayerful, you become speechless. Hauongeagi sana. Hii moshene nyingi unasikia na watu ni wale watu waombagi. Bwana asifiwe. Angalia jirani yako, mwambie wacha kuongea sana. Sasa omba sana. This is the time to pray. Hiyo shida uko nayo, pray. Hallelujah. Hiyo matatizo uko nayo, pray. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Nimewambia, I have thanked God for our nation. Hata kama kunaonekana ni kama kuko mbele, our nation is far good. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Lakini imesaidiwa na nini? Kuna watu wameomba. Kuna watu wanaombaga. Kuna watu wanaomba sana. Mimi naomba Mungu atusaidie tuombe sana. Are we together, brethren? Verse 16, because of time, I want us to pray. Inasema nini? 1, 2, 3. And suddenly, one having likeness of the Son of a man touched my lips. Then I opened my mouth and spoke, saying to him who stood before me, my Lord, because of this vision, my soul have overwhelmed me, and I have retained no strength. You can give us another version. Praise the name of the Lord. This person has prayed until he did not have a strength enough. Then one of the one who was looking like a man touched my lips. The one who was looking like a man is only God.
Hallelujah. Alionekana ni kama mwanadamu, ni Mungu peke yake. When you become prayerful, the only one who will be coming for your answer is God. Wachana na watu. Sikuza jirani, mwambie niangalie. Mwambie niangalie vizuri. Ni mimi nikiomba, mwambie mimi nikiomba, yule atakaye kuja si wewe, ni Jehova. Hallelujah. Aliyekuja. Na mimi nasema ya kwamba untouched my lips. Alimguza midomo yake. Hallelujah. Bwana asifiwe. Alikuwa hana maongeo, alikuwa hajui afanye nini, lakini kuna mmoja aliyeguza mdomo wake. Inua mkono, sema in the name of Jesus. In the name of Jesus. Ninaomba leo Bwana anijie na aguze midomo yangu, nipate usemi kwa jina la Yesu. Hallelujah. And I began to speak, and I said to one standing before me, hallelujah, I am overcome with anguish. Kuna amesukumwa ama hofu imemjia. Praise the name of the Lord. Sasa wewe uko na hofu ya nini kutafanyika kesho? Wewe una hofu ya kwamba nitakula nini? Disemba niyo hii. Vile nilimaliza Disemba hiyo ingine, hivyo ndivyo nataka kumaliza hata hii. Ile mashida nilikuwa nayo ndiyo niko nayo. Ile level nilikuwa nayo, hofu ilimuingia. Praise the name of the Lord. Na akaanza kuongea kama mtu. Danieli, mkumbuka vizuri, alianza kuongea kama mtu. Hallelujah. Vile unasemaga mimi sina nguvu tena, na ni kweli hauna nguvu, na ni sawa. Praise the name of the Lord. Ni sawa, hauna nguvu, lakini kuna kitu iko hapa. Because of the vision, kwa sababu ya ile maono, hauna nguvu, hauwezi kuifanya. Hata vile unaweza kununua nyumba, haujui. Praise the name of the Lord. Inua mkono nisalimie hivi nione kama tuko pamoja. Na ukiona mtu hajainua mkono, unajua unamgonga karaka. Nisalimie hivi kwa jina la Yesu. Uguze huyo ako karibu na wewe, mwambie wewe, akienda sana unamrudisha hapa. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Ya kwamba he was overwhelmed. Kuna nguvu zimemuishia kwa sababu ya maono. He said, my Lord, I feel very weak. When come to this vision, I feel weak. Kuna watu sasa, tuko na fundraising sana. Kuna mtu anapanga vile hatakuja. You feel weak because there's no money. But let me tell you, praise the name of the Lord. You are supposed to pray about it. Mungu unaweza kosa pesa, unatafuta sikosa, lakini useme au fast until these things happen. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Anasema mimi sina nguvu. Anamwambia Mungu, sina nguvu ya hii level, lakini naomba unipe nguvu. He is falling down. He is now speaking. He is now telling God, I need your strength. I need your help. Ninaomba mtu apokee neema siku ya leo. Inua mkono, sema in the name of Jesus. Ninaomba Bwana usiku wa leo unipe nguvu ya kuomba, ya kufanya mambo yale ninastahili kuifanya kwa jina la Yesu. Somebody say a bigger amen. Let's celebrate Jesus. The next verse, the Bible says what? Verse 17. Inasema how can I, 1, 2, 3, your servant talk with you, my Lord? My strength has gone and I can hardly. Weka na Kiswahili. Inasema nini? Bwana wangu, mimi mtumishi wako nawezaje kuzungumza na wewe? Nguvu zangu zimeisha, hata nashindwa kupumua.
This is a person ambaye anataka sana, lakini hana nguvu. Ameomba, amefast, lakini anaambia Mungu hata nguvu za kupumua hana. There are time you reach a point, praise the name of the Lord, you reach a point there is no strength in you. There is no strength in you. There are time reach, and even breathing the things of God, you cannot able to breathe it. But verse 18, let's go to verse 18. Inasema tena yule aliyeonekana kama mwanadamu akaniguza, akanitia nguvu. Praise the name of the Lord. Lift up your hand and say, in the name of Jesus. Aliyeonekana kama mwanadamu, ninaomba kwa jina la Yesu aniguze tena, aniguze tena na anitie nguvu usiku wa leo, nguvu za kuomba, nguvu za kufanya biashara, nguvu za kufanya kile nilistahili kukifanya kwa jina la Yesu. Somebody say a big amen. Kuna watu wanahitaji nguvu. Watu wengine ni wakubwa, watu wengine Mungu amewabariki, lakini hawana nguvu. Hey, hallelujah. Sinipata watu walio na imani, wanamuomba Mungu nipatie nguvu. Mimi nakuombea upate nguvu usiku wa leo. Hii nguvu imeisha leo, inapokea. Hii nguvu unaona ni kama umeomba sana. You are going to receive a new strength tonight, in the mighty name of Jesus. Verse 18, naenda haraka, inasema, unaona inasema nini? Yule alionekana kama mwanadamu ndiye alikuja tena. Wakati umeambia Mungu sina nguvu, anakuja kukutia nguvu. Mungu atakusaidia. Kuna Mungu atakusaidia. Kama kuna wakati unahitaji msaada, ni wakati wa kumalizia. This is a time to tell God, strengthen me once more, Lord. Verse 19, the Bible says what? Haya, 1, 2, 3. Akasema, ewe mtu upendayo sana, usiogope. Angalia jirani yako, mwambie, wewe uliyependwa sana. Hey, hallelujah. Hey, jiguzaguza hivi, jigonga hivi, sema mimi nimependwa sana. Kana hata kama hakuna mtu anakupenda, God loves me so much. Hallelujah. May the Lord loves you so much, beyond your friends, beyond the things you think. Uambie Mungu, naomba, let me experience your love. Hallelujah. Wewe ulio, unajua watu wanasomaga tu hapa tu, wanafika hapo tu hapo. Yeah? Daniel prayed for 21 days. Tunahubiriwa hapo na tuambia what has happened. Kuna mtu hakuwa na nguvu. Bwana asifiwe sana. Kuna mtu alistahili kuambiwa unapendwa tu, anahitaji tu kuambiwa hivyo. Bwana asifiwe. Jambo la pili, aliambiwa usiogope. Inua mkono, sema, in the name of Jesus, tonight I've received your grace, I will not fear again. Umeniambia nisiogope. Ninaomba usiku wa leo, kila roho ya uoga iniondoke. Kila uoga uondoke, uniondoke, ili niweze kukamilisha ile maono nilitahili kuimaliza kwa jina la Yesu. Let's celebrate Jesus. Hallelujah. Wengine wenyu ni kuogopa, usiogope tena. Anasema amini iwe kwako, amani na iwe kwako. Wengine hawana amani, na kuombea upate amani leo. Na kuombea upate amani. Ukiamuka upate amani, kwa mwili wako upate amani, kwa biashara zako upate amani, katika jina la Yesu. Lift up your hand and say, in the name of Jesus, I have received the peace of God that passes all the understanding. I receive it in the name of Jesus. Jesus said, what I have left with you, repeat after me, what I have left with you is peace. In the name of Jesus, I receive the peace as I wake up, as I sleep, as I do whatever I'm doing. I receive the peace in the name of Jesus. Somebody say a bigger amen.
Haleluya. Usikoseshwe na watu una amani hati utakufa. Mwambie mimi sikufagi. Na sikufagi mimi. Na siwezi kufa. Na mimi si mkufi. Ukamwararia githogo kingi, mimi si mkufi. Haleluya. Haleluya. Uuzwe midomo ubadilishiwe your speeches. Negativity uiondoe. Unajua wana wa Israeli walikataa kwenda katika nchi ya Canaan. Si kwa sababu ya kitu kingine. Ni kani wakao. Angalia jirani yako mwambie ni mdomo yao. Kadrali nao. Bwana asifiwe. Haleluya. Lazima uelewe mdomo yako ndio inakumalizaga. Wacha kuongea negative. Wacha kuongea hauwezi. Wacha kuongea mimi nimeshindwa. Wacha kuongea mimi nitakufa. Unakufishwa na nini? Wacha kujiua. Wacha kujimaliza. Praise the name of the Lord. Jitangazia nitashinda. Nitaishi na amani. Nitaenda nitafanikiwa. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Uwe na nguvu sana. Inua mkono sema nitakuwa na nguvu sana. Kwa jina la Yesu. Nitakuwa na nguvu za kifedha. Nitakuwa na nguvu za kimaisha. Nitakuwa na nguvu katika mawazo. Kwa jina la Yesu. You know what I always tell you to come mostly katika kesha. Declaration is a powerful prayer. Hauhitaji maombi ingine. Do you see how we declare here? Is much enough more than any other thing. Because it is the declaration you are declaring things. God has given you power to declare. Sasa nakupatia neema na tunakubaliana na wewe, we declare together. Praise the name of the Lord. So when I tell you declare, be there, declare. Tangaza hizo mambo. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Inasema uwe na nguvu. Jipe nguvu. Uwe na nguvu na ufanye nini? Inua mkono sema kwa jina la Yesu. Nitajipa nguvu katika hali zote za kimaisha, katika maombi, katika kuja kanisani, katika nyumbani, katika biashara. Nitajitia nguvu kwa jina la Yesu. Praise the name of the Lord. Si tupate watu watajitia nguvu. Hata kama umefinyiliwa, jitie nguvu. Hata kama umechoka unasema, nitajitia nguvu nitaenda hiyo kesho. Hata kama nimechoka, mimi nitaomba. Praise the name of the Lord. Unajitia nguvu. Hata kama kichwa inauma, unapiga magoti unasema nitaomba. Hata kama nitaomba dakika 10, nitajitia nguvu. Hata kama niko na pesa ndogo, nitajitolea. Praise the name of the Lord. Sinipata watu watakao jitupea nguvu. Utakapojitia nguvu, Biblia inasema ya kwamba alipozungumza nami nilipata nguvu, nikasema nena Bwana wangu, kwa kuwa umenipa nguvu. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Utakapojitia nguvu, ndio Mungu ataongea. Ngoja nikwambie, do you know why God has not talked to you? Sababu huongea hauna nguvu. So Mungu hapotezagi maneno yake. Nimraiwa. Bwana asifiwe. Mungu hapotezagi maneno yake chini. Hawezi kukuletea nguvu upoteze. Hapana. Anataka mtu anajitia nguvu. Hallelujah. Totoragio nekweyo miae. We simuimbe, simunaimbaga. Haya totoragio neke. Haya. Angalia jirani yako mwambie totoragio nekweyo miae. Angalia jirani yako mwambie totoragio nekweyo miae.
Tutoragio ne kwĩyũmia. Angalia jirani yako, mwambie ndũragio nĩ tha cia Ngai. Tutoragio ne kwĩyũmia. Angalia jirani yako, mwambie mambo ya kukufa moyo wa. Hallelujah. Jikaushe. Angalia jirani yako, mwambie jikaushe. Praise the name of the Lord. Lazima ufanye nini? Lazima ujikaushe. Lazima ujitie nguvu. Usema mimi sikufi moyo. Praise the name of the Lord. Ino thirenda mundu rakua ngoro na ihenya. Hii dunia haitaki mtu anakufa moyo haraka. Inataka mtu wa kujijaza. Hallelujah. Nakumbuka siku hizo ninatumwa kwenda kuhubiri na sina fare. Ninasimama barabarani hivi, najijaza ni kama niko na fare. Hallelujah. Lazima ujijaze. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Lazima ujijaze. Otherwise hata mchawi atakuroga tu kufe. Si ujijaze, ziseme mimi sirogekagi. I wish somebody would get this one tonight. When God was talking to me these things, I was not even imagining what will happen. I was thinking nitahubiri na huko. Bwana asifiwe sana. And God talked to me one morning. I was praying. And I was praying about this. Hallelujah. Bwana asifiwe. So you get to pray and pray again. Na the Bible says ya kwamba aliponiguza nami, alipozungumza nami. Kuna wakati Mungu anazungumzana na mtu, ni wakati umejijaza. Daudi siku kuna mahali alienda maombi na fasting. Salimia jirani yako, mwambie Daudi hakuenda maombi ya fasting. Ili apigane na Goliathi ni kuihuria, ilo sio gani kuihuria. Ni kujijaza, akasema mimi nitadili na hii Mfilisti. Mimi nitafanya kazi ya Mungu, whether nikiwa na pesa ama sina pesa. Mimi nitafanya kazi hii biashara nitaanza. Jijaze. Mungu atazungumza na wewe. Kuna mtu Mungu ataongelesha, lakini hata kuongelesha kama unakufa moyo. God will never talk to you. Nehemia hakuwa na kitu, lakini alijijaza. Akaenda fasting, halafu akaenda kujenga ukuta na hana pesa. Mungu ninaomba watu wapate nguvu usiku wa leo. Kanisa la CFF Kimbo, naombea mpate nguvu. Praise the name of the Lord. Lazima tujijaze. Lazima tujijaze. Lazima tujijaze. Hey, hallelujah. Praise the name of the Lord. Si ujijaze usiku wa leo. Si useme mimi sitakufa moyo tena. Hey, hallelujah. Sitakufa kuwa discouraged again. Sitakubali frustration zikuje again. Nitajijaza kwa jina la Yesu. Nitajitia nguvu katika jina la Yesu. Joshua aliambiwa na Mungu, jitie nguvu Joshua. Joshua jitie nguvu, kwa sababu nitakuwa pamoja na wewe. Mungu hatakuwa na wewe kama hautajijaza. Praise the name of the Lord. Lazima kuwe na mtu atajijaza. Sinipate watu watajijaza usiku wa leo. Sinipate watu watajijaza na kuanza biashara. Sinipate watu wataanza idea. Nimewaambia mtumishi huyo wa South Africa alipanda ndege. Na unajua Innocent alisema ya kwamba alienda na pesa za Kenya. Alipoitishwa 2000 na kulipa taksi akalipa na pesa za Kenya. Yule wa taksi alimwangalia akamwambia hii ni nini? Praise the name of the Lord. It doesn't matter whether you know or you don't know. What you just need ni kujijaza. Neko yihuria, rosho ke neko yihuria. Horo wao kuwa goroti gana nagu. Sijui nani alisema, ona sitaenda hiyo jijaze. Hallelujah. Kaa hapo. Waambie mimi siondoki. Watu waliokuwa na ukoma
walijijaza, walisema nikikaa hapa tutakufa, tukiingia kwa mji tutakufa, tuende kwa adui zetu. If they spare us, well and good. Hallelujah. I pray tonight I'm preaching to somebody. I pray that this night you'll get something. Some of you are great people, lakini lazima ujijaze. Lazima utoke katika hiyo kuiguiradha, kusema mimi siwezi, kusema mimi sioni, ninaona kama sitaweza. Hallelujah. Praise the name of the Lord. I got a revelation of one man. Na alinifanya tuko South Africa, amenunua nyumba kubwa sana sana. Bwana atukuze sana. Mwadhani Yagoso. Yeye alianza kutengeneza simu. Na sikuenda, alienda kusomea simu vile zinatengenezwa. Bwana asifiwe sana. Alifungua shop ya simu, ya kutengeneza simu. Lakini hana idea simu zinatengenezwa. Ukileta simu na explain shida yako, yeye kazi yake ni kunote. Hallelujah. Bwana asifiwe. Anakimbia, anakubali simu 3, anamwambia wewe kuja baada ya siku 3. Simu 3 4 zinakuja, anakimbia Nairobi. Anaenda hapo, anakaa akitengeneza. Yule anatengeneza, anaona vile zimetengenezwa. Kesho yake anaanza kudili na hiyo shida. Ukileta simu iko na shida hiyo, anaanzana nayo hapo. Niko yuhuriero shogi niwe kadea. Bwana asifiwe. Unajua amenunua nyumba, we were dedicating, amenunua nyumba ya hii ploti na hii ingine. Na ziko na room, unaenda mnachoka. Mnapanda juu, mnateremka. Na yeye hakuna kosi ya lienda ya mtu. Yeye anaangalia vile unafanya, anaanza kujijaza kufanya hiyo. Mraiwa. Praise the name of the Lord. Niko ihuri, elosho gibi ihuri yebe. Uangalia jirani yako, mwambie jijaze. Wacha mambo ya kusema mimi siwezagi, jijaze. Praise the name of the Lord. Lazima ujijaze. Wakati mwingine, I remember kuna mtu nilipokuwa nimeenda kuhubiri huko, somebody despised me. Kaniangalia hivi, akaona hivi, kanifanyia mahesabu. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Alipokuwa akaongea kidogo, lakini vile ameongea, ngimenya neko hora mbere ya andu. Gira Jehova wewe uturaga moyo. Nikajijaza. Praise the name of the Lord. Nikimaliza, watu wote walikuwa wameinua mikono na wanasema amen. Alafu wakati tu walifika climax hivi, nikasema amen. Nikaomba, nikakaa chini. Sasa hata yeye alishindwa ataendelea na ibada ama atasema the grace. Ilibidi aniite, akaniambia malizia sasa uombee hawa watu, sababu amenipatia dakika chache. Sasa wewe angalia jirani yako, mwambie wewe na wewe jijaze. Wacha kukubali watu wa kudharau. Praise the name of the Lord. Kuna kaidia kadogo unajua, hiyo kaidia jijaze nayo. Praise the name of the Lord. Wewe sasa umenyamazishwa na watu, unafikiri watu hakuna kurogwa, ni kuihuria. Hata wale wachawi ni kujijaza, wanajijaza. Hallelujah. Nalaigwa. Praise the name of the Lord. Ni kujijaza, wanajijazaga. Hata wewe jijaze. Tumalizie, time imeenda sana, lakini sawa. Next verse. Hii tulikuwa tumesoma. Praise the name of the Lord. Alipozungumza na mimi, Mungu nimewaambia hawezi kuzungumza na wewe. Bwana atukuze sana. Kama hata Habakuku ukiona Mungu akiongea na yeye, anamwambia Habakuku, andika maono yako. Hamuongereshi kama amenyamaza hapo. Habakuku ukisoma chapter number 1 unasikia Habakuku akileta shida mbele za Mungu. Bwana asifiwe sana. Mungu anaongea na wewe. Nilipata nguvu, nikasema nena Bwana. Alipata nguvu aliposikia Mungu anaongea. Amwambia Mungu ongea sasa. Praise the name of the Lord. You shall receive the grace of God to hear God. Wakati utakapojijaza, inua mkono wako, sema in the name of Jesus. Mambo ya kukufa moyo katika maisha yangu nimeyaondoa katika jina la Yesu. Na kutoka leo sitakubalisha
hali hata moja inivunje moyo. Kwa jina la Yesu ninaomba kusikia sauti yako ili niweze kuendelea katika jina la Yesu. Somebody celebrate Jesus. The next verse inasema nini? 1, 2, 3. Kwa hiyo nikasema, je, nataka tusome hii. Hii ndio ya muhimu sana sana sana. Inasema nini? Kwa hiyo akasema, je, unajua kwa nini nimekukujia? Sasa hivi nitarudi kupigana dhidi ya wakuu ya Wajemi, nami nikienda wakuu wa Yunani watakuja. Weka na Kiingereza. Inasema nini? So he said, do you know why I have come? Angalia jirani yako, mwambie, do you know why God has come to you? Si uangalie msuri, mwambie, wewe, do you know why God has come to your life? Do you know why God has saved you? Do you know God why he has put you to be alive? Wewe wajua? Praise the name of the Lord. Anasema hivi, soon I'll return. Soon I'll do what? I'll return against the prince of Persia. And when I go, the prince of Greece will do what? Will come. Sasa unasikia vita haijaisha. Niliwaambia hii ni mapambano. Lazima maisha ni kufanya nini? Ni kupambana. Unasikia anasema nitaenda. Amekuachia majiant usikubane naye. Hujaachiwa ya kwamba ukae hivyo. Praise the name of the Lord. Umeachiwa upambane nayo, lakini atakuja kukusaidia baadaye. Si sahi. Anasema nini? Soon I'll do what? Ako will take possession. Hii inasema, do you know why I have come to you? It is you to take the possession. Gayera ko na ure no ni kigira to milio hike. Ninaongea na mtu. Unajua kwa nini Mungu alikuleta huku? Wabe umenye gitumi ya Ngai gukurehe kundu kuriku. Si kukufaga moyo, sitaenda church. Hijui nasikia waliongea, you take your possession. Mambo ya kukufaga moyo uache. Mambo ya kusikia watu waliongea, unaanza kusema nitabadilisha church, uache. Kila wakati unatutisha. Angalia jirani yako, mwambie, uko tutisha ginyale? Unatutisha hapa mpaka lini? Praise the name of the Lord. Angalia jirani yako, mwambie, acha kututisha. Kama unaenda enda. Praise the name of the Lord. Wacha kutisha watu. Take your position. Danieli ndiye alikuwa naomba. Ni Danieli anaongeleshwa hivyo, anaulizwa, do you know why you are here? Kama haujui, wacha kututisha. Wale watu wanatisha kwa wengine ni kwa sababu hawajui kwa nini wako hapa. Mimi siwezi kutisha Mungu. Mungu anajua nastahili ku take my position. Praise the name of the Lord. Umeolewa kila wakati unasema, nini odhie? Unatisha. Dodhi. Dada. Praise the name of the Lord. Ukisikia hautafanya kazi ya Mungu, wewe enda. Wacha kututisha kila wakati. Because you don't know yourself, ndiposa unatutisha. Kila wakati unatutisha. Unajua mimi hamnijui. Tukujui, nataka tujikujue aje yake. Wataka tukomenye ate yoke. Uliza jirani yako, unataka atukujue aje? Wacha kukubali kutishwa na mtu. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Sitaki kuimba hiyo wimbo. Imenikujia si ya Jehova. Niachana nayo. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Sasa wewe unatutisha. Yaani Danieli anaambiwa na Jehova, do you know why you are here? Siku ile utajua kwa nini uko hapa. Utaanza kusimama. Utaanza kufanya. Niliokoka kuruana. Nitakuja kukupigania. Nitakuja kukupatia vitu zile ulikuwa umeombea. Nitakuja kukuletea majibu yako.
When you know who you are, why you are here, utaacha hiyo mchezo unajiwekelea. Utaacha hiyo mchezo uko nayo kabisa. Praise the name of the Lord. You are not here because of the pastor. No matter the challenges, no matter what is happening, you need to stand in your position. And you know why you are here. I am here with a reason. I am here with a purpose. Oh, you may not like this one, but allow me to tell you. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Anaambiwa, he said, tusome na nyinyi, 1, 2, 3. He said, do you know why I have come to? Unajua kwa nini Mungu alikuokoa? Mungu akakupatia neema akakufanya biashara hiyo dogo. Bwana asifiwe sana. Anasema soon, hakumpatia jibu. Soon. When you know yourself, praise the name of the Lord. When you know why God has come to your life, baadaye ndiye anasema soon I will come and return. Nitakukujia kupigana. When God sees that you have taken your position, that is when God comes to fight for you. Some of your battles you are passing them, not because they are so severe, but because you have never known why God has chosen you. The Bible says he has made us small God. Praise the name of the Lord. The Bible says he has given us power and authority. Praise the name of the Lord. Hallelujah. The Bible says he has made us king. He has made us priests. He has made us priests. Do you know why? Do you know why God has come for you? Hallelujah. Praise the name of the Lord. Naona tumeletewa scripture inasema, and I have made us, he has made us kings, priests to our God, and we shall reign in the earth. How many things? 3. He has made you a king. Sasa wewe hujui kwa nini Mungu anakukujia? Hujui why God has come to your rescue? Why God has come for your help? Do you know why I have come? Do you know why God has saved you? Number 1 is to make you king. Number 2 is to make you a priest. Number 3 is to make you to reign on the earth. Utawale dunia. Hii kimbo lazima isikie. Mnanielewa? Lazima kimbo isikie kuna watu wako hapa. No mwakatoe ihuri. Hirosho gino mwakatoe kiatia. Lazima tujijaze. Ukiona tumeenda crusade wachana na sisi. Ukiona unajua hiki kesha ni kujijaza. Unaweza yana kwendeka. Unafikiri ni kupenda? Praise the name of the Lord. Unaomba hata unakuja hapa unasikia na leo hakukuwa na breakthrough. Si breakthrough. Hata saa hizi najijaza. Nawaambia semeni amen. Hallelujah. Lakini najijaza kuwahubiria. Najijaza kuambia ukweli. Praise the name of the Lord. May the Lord save you tonight. May you receive the grace of God. May you understand why God has brought you to this place. May you understand why Mungu amekukujia. Mungu amekuweka uhai. Mungu amekuhifadhi katika jina la Yesu. Receive the grace of God tonight. 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 Oh CFF, oh CFF. May you receive the grace. May you receive your grace to know why God has come for you. In the mighty name of Jesus. May the leaders of this church realize what God is doing in their life. May the members of this church may realize what is happening in the mighty name of Jesus.
Jesus, waelewe majira, waelewe nafasi katika jina la Yesu. Inaomba usiku wa leo, reveal yourself Lord, reveal yourself Jehovah, reveal yourself Lord, under this anointing that you release upon my life. I pray tonight by the grace of God, by the power of God, that your people may be set free, your people may know them, they may understand them Lord, in the mighty name of Jesus. All the frustration, all the discouragement may come out of their life in the name of Jesus. Salabaganda, naomba tusimame kwa jina la Yesu. Oh, ribalabarabashanda rekabaganda labarabo shalaba. Oh, shererebo zina maloze ribashanda. Daudi alipotiwa mafuta alibidi ajijaze. When God has done something in your life, inabidi ujijaze. Mungu akiongea atakubariki na gari ya majambo lingine. Lazima kuwe na watu watakao simama. Maombi yako ulipoomba siku ya kwanza, ni kweli yalijibiwa, lakini yalizuiliwa. Oh, in the mighty name of Jesus. Shalala la baganda la mazika. Naomba tukimbie hapa mbele kwa madhabahu katika jina la Yesu, so that we can save time and pray together in the mighty name of the Lord Jesus.